Mama, hapa bami simu yangu haina voucher. Na kuna mtu hapa nataka niongee naye. Umeona bwana? Kuna mchongo na usikilizia. Wewe mwanangu Stiko unachekesha eh. Hiyo naijua ujue. Mshaanza naye mama. Kwa hiyo mimi au? Asa mimi jamani. Mwanangu mwenyewe nisikujue. Baba. Mchongo gani kila siku? Tangu umenianza kuniambia baba una mchongo. Ndevu hazijaota. Mpaka sasa hivi ndevu zinafikia kusukwa hizo mwanangu. Bado mchongo tu haujaenda. Sikiza nikwambie. Hata wale wa Makondo naona Mwenge basi wanachukua kigogo kile. Wanaanza kukiweka alama. Sijui umenielewa? Alama ya picha ya mtu. Wanakichonga mchongo ule mpaka mchongo unaisha na kuwa mtu kamili. Kinaenda kuuzwa. Kwa hiyo kina mwanzo, kina kati, kina mwisho. Haya mwanangu wewe mchongo gani usiokuwa na mwanzo wala mwisho? Mchongo umesimama tu mchongo mababa. Kama uamini, nipe 500. Naenda kwa kapocha na mpige simu hapa. Afu uone huo mchongo. Leo mwanangu utanisamehe. Nataka nikuulize babangu. Hivi mimi nitakulea mpaka lini? Umerudi nipe jeo. Sijui nipe hiki. Mama ugali umeiva. Nikaangaike jalalani nipike nifunike uje ufunue ule. Baba, mpaka lini? Wewe sasa hivi babangu umeshakuwa. Kama kukulea mimi nimeshakulea. Ninaomba Mungu usiku na mchana nikuzie li baba langu. Hivi unajua kuna kibidu? Kuna beba nikubebe. Baba nilishakubeba. Sasa hivi zamu yangu mimi kunibeba. Bado tu mpaka leo babangu nikulee kweli? Utakuwa lini wewe nataka nikuulize? Haya kama utaki kukua bado unadeka, nyonye basi. Njoo nyonye, maana nijue kabisa mwanangu bado mdogo unanyonya. Kila siku mwanangu nikuwazie wewe, Sireli mama yako, sishindi. Naangaika usiku wangu mchana wangu na kuwazia wewe. Umeshapitwa baba. Umepitwa. Sasa hivi ni mtu wa kunihudumia mimi. Baba mtoto wangu mwenyewe mmoja ndio wewe. Kila siku nakaa mimi napiga dua. Mwenyezi Mungu, mshikilie mwanangu, apate na yeye kikazi chochote kile cha kumuingizia hata 200. Upate na mimi kunilea. Nipate mtu ndani wa kuja kunifunika mimi. Mwanangu, mpaka leo hayo hayaonekani. Kwa hiyo madua yangu mimi sawa natwanga maji kwenye kinu au nampigia mbuzi gita kucheza ajui. Mimi naomba dua, wewe unaenda kwa ufanikiwe. Wewe unapotoka hapa unanilamba kisogo. Mwanangu unatoka hapa unaenda huko kwa vijana wenzio kwenye vigenge sio nini, unakaa unapiga story mpaka zinapoishia. Unajua kabisa saa hizi bi mkubwa yule kasharudi kwenye mihangaiko, kapika tembele lake, kapika ugali. Mimi kenda saa hizi nimefika. Unafika mwanangu, mama unua pale ule. Mpaka lini? Baba mimi sio mbegu ya kusema labda umeniweka kwenye kibuyu ukatia dawa ukasema mwakani utanipanda tena. Mimi ni mja wa Mungu, ni mja wa Allah. Muda wote Mungu anapopenda anachuma tunda lake. Unataka kuniambia baba tutazikwa wote? Baba, wewe utakaa na nani? Wewe mzigo nani atakaye uweza kuubeba kama sio mama yako? Baba mimi unanipeleka kwenye jinsia gani? Mimi kwenye mawazo kiasi gani mwanangu? Ina maana mimi hata nikiumwa utashindwa kunihudumia, si ndio? Unashinda mpaka shilingi ya kwenda kununua panado unipe mimi mama yako, si ndio? Haya nimekufa. Utafikia mpaka sindano na uzo kushonea sanda mama yako. Utaenda kuomba. Stiko mwanangu, kwa nini ukui? Nionea mama yako. Nilikumana na mimi nibebe baba. Lini utakaye tekeleza maisha yako nihudumia mimi mama yako? Lini? Naumia. Mama, pole sana. Nyamaza. Naomba usilie. Naomba unisamehe mamangu. Basi acha mimi niwahi, kwa maana nikichelewa huu mchongo utanipita.
Sawa. Uwe na mchana mwema. Na wewe na mchongo kweli. Ndio yaongea, naomba kuingia akilini na uyafanyie kazi mwanangu. Nimekuelewa mamangu. Kuna leo kuna kesho babangu. Sikusemi vibaya, sikusimangi mwanangu, ila ni kwa faida yako babangu. Unataka nikifa kaburi langu liwe linanung'unika kwa ajili yako baba. Nitamani hata kukubeba kwenda na wewe, naona nyuma utateseka mwanangu. Liangalie baba zima lile, kila siku mchongo, kila siku mchongo. Sio ni mchongo wala mchongoma, na una tabu tu. Nitakulea mpaka lini jamani? Kama kazi umekosa ukota makopo. Zamani makopo uchizi, sasa hivi kazi. Jamii mwanangu. Abe baba. Vipi, mbona kama una mawazo? Hapana baba, mimi nipo sawa. Upo sawa vipi wakati nakuona kabisa hauko sawa? Hebu niambie mwanangu, una changamoto gani? Usinifiche chochote, mimi babako. Hapana baba, mimi nipo sawa. Nisikilize mwanangu, unajua mimi ni mtu mzima. Ninakuelewa kuliko unavyojielewa wewe mwenyewe. Nimekulea toka huko mdogo sana. Sasa ninakuona kabisa mwanangu leo hauko sawa. Sasa nisikilize. Kama unamfikiria mama yako, kumbuka hiyo ni mipango ya Mungu. Na Mungu akishapanga, hakuna mtu yote ambaye anaweza kapangua. Hata mama yako yeye hakupenda akuache wewe ukiwa mdogo. Alipenda akulee, akunyonyeshe, awe na wewe kama wazazi wengine wanavyokuwa na watoto wao. Na hiyo lisikutie sana mawazo. Kikubwa sasa hivi ni kumwombea tu huko aliko. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Na pia Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi. Basi. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Nafikiri baba, mimi niko na changamoto yote naweza nikakuficha. Wewe ni baba yangu, lakini pia ni rafiki yangu. Kwa nini kuna changamoto yote nawezekana kuja kukwambia baba yangu. Nashukuru kwa kulitambua hilo. Mimi ni baba yako, lakini pia mimi ni kama rafiki yako. Jambo lolote mwanangu ambalo linalokusidi ni vyema ukanieleza mimi baba yako. Sawa baba, nimekuelewa. Lakini pia kingine, mwanangu umefanana sana na mama yako. Kweli baba? Kweli kabisa. Natamani ningemuona mama yangu. Ndio hivyo mipango ya Mungu tena. Usihuzunike sana mwanangu. Sawa? Sawa baba, nimekuelewa. Baba. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Si jambo tu baba. Kwema huko utokako? Kwema tu, sijui nie. Karibu. Asante. Nimekuja kumuulizia Jamimu. Jamimu? Ndio. Okay. Itakuwa ndani. Wewe Jamimu? Jamimu? Hebu toka huko ndani. Na mgeni wako? Mama, karibu. Asante tu, mambo. Poa. Sasa Jamimu, mimi natoka. Naenda hapo kwa mshikaji wangu hapo kati, ila sikuchelewa kurudi. Sawa baba. Sawa? Haya, mbaki salama basi. Baba. Upo mima? Nipo tu. Uone sasa hivi umeadimika sana. Hamna baba. Haya, baadaye basi. Haya. Mama, karibu ndani. Hamna hata siingi ndani. Maana na ile joto tumetoka nalo huku. Tuende tukaongelee pale. Sawa. Karibu shogangu. Asante tu. Kumbe mvua ilinyesha. Yes shogangu, huko mvua ilinyesha. Sio nimekinga maji, nimepata maji kufanya usafi. Mimi kwa nimepotoka, jua lilikuwa kali. Huko mvua ilikuwa inanyesha. Sio naomba nikuta nimelala.
Shoga yangu sasa hivi umenitenga. Hata utaki kuja kunitembelea. Hapana shoga yangu. Sinajua kazi nyingi zimenibana. Nikiamka asubuhi nimnyoshe baba nguo aende kazini, nibaki nafanya kazi za nyumbani. Kwa nakuta nachoka. Kwa narudi kulala nikiamka saa 12 kazi tena zinaanza kunibana, nianze kupika chakula cha baba, arudi akute chakula. Kwa nini nakosa muda shoga yangu? Jamani basi pole. Asante. Basi hivi panga siku uje nitembelee. Lini? Siku yote itakuwa free. Nataka tushinde kutwa nzima. Tupige story wewe. Sawa shoga yangu. Siku baba akiwa nyumbani na mimi nitaomba ruksa nitakuja kwa kukutembelea. Haya shoga yangu nikuandalie nini siku ukija? Shoga yangu mimi nitakula chochote utakachopika. Mima. Mambo vipi? Safi tu siku. Hapa na wapi tena? Naona upo na mgeni ni? Ndio namtoa rafiki yangu ametoka nyumbani. Besti yako Ndio. Basi poa, haina noma. Haina shida. Haina noma, poa. Haya sawa. Sasa shoga yangu, kumshindikiza sana mgeni ni sana kumfuja. Mimi naomba niishi hapa nirudi nyumbani. Wewe na shoga yangu, tungesoga hata pale mbele. Hapana. Na wahi shoga yangu, maana itakuwa ni mchezo wa nenda rudi. Wewe udugu siku zimebadilika Hapana, kweli mimi na wahi shoga yangu. Hapa shoga yangu. Haya sawa, lakini ukifika kwenu usisahau kunitafuta. Unipigia hata simu. Haina na mashoga yangu. Sasa mimi nawe tena. Haya sawa. Haya bye. Haya. Mima. Unarudisha? Ndio najirudisha sasa hivi mahomo. Okay. Umeniambia ni best yako yule rafiki yangu sana yule. Okay. Unajua mimi namuonaga sana hapa, anapitaga naendaga hivi juu. Lakini kasijui kwamba anakuja kwa nani huko. Umeona? Oya, wewe zamini mshikaji wangu. Ile mtoto mimi namuelewa vibaya. Umeona? Hivyo yani, lakini sasa namuonaga akipitaga hapa yuko serious unajua? Bwana, hata kumsumisha naogopa. Hata kwa kuwewe hapo umesema ni best yako, naamini kwamba unamweza mshikaji wangu. Umeona bwana? Ni kama vipi nini? Niweke mume nikae. Yaani unamaanisha unampenda? Sasa kumbe nini? Mimi namtaka yule. Ila usijali. Kwa sababu yule pale ni rafiki yangu sana. Alafu ananisikiliza sana. Au vipi? Ndio. Asifanye hivyo mshikaji wangu, kama vipi tenga muda ongea naye. Mwambie kwamba bwana mwamba atakaa kae hapo. Sawa basi haina shida, ila kwa leo siwezi tena kwenda kwao. Labda kwa kesho. Fresh haina noma. Alafu namba zangu si unazo? Ninazo. Basi kama vipi wewe utanipigia simu. Haina shida. Pamoja. Haya tutasomana. Nakubali. Haya. Poa. Baba. Mwanangu huyo. Kumbe upo? Nipo. Mbona shikao? Marahaba, ujambo? Jambo baba. Vipi huko mzee anaendeleaje? Mimi anaendelea vizuri kwa sasa. Anaendelea vizuri huo ndio ubinadamu mwanangu. Ukisikia ubinadamu ndio kama huo. Mzee akiwa anaumwa basi wewe unatakiwa kwenda kumwangalia. Yes baba, anaendelea vizuri na mtoto kunisindikiza sasa hivi hapa. We. Basi atakuwa ajambo mpaka amepata nguvu ya kukusindikiza. Kweli Mungu ni mkubwa. Sasa mwanangu tunakula nini hapa nyumbani? Baba, chochote tutakachokipenda wewe na mimi nitakipenda hicho. Usiogope, niambie sababu mimi sina tatizo katika kula. Mimi chochote tutakachopika mimi nakula. Ndio maana nimekupa hii nafasi mwanangu. Unachokitaka wewe leo kitu gani? Baba, mimi nataka unachokula wewe na mimi ndo nitataka hicho. Mtoto na deka Haya, basi sasa tufanye hivi.
shika hiyo. Utaangalia sasa mwenyewe kama utaenda kununua mchele upike ubwabwa, sawa. Kama unasema unawahi basi pata unga tupike ugali tule. Sawa mwanangu? Sawa baba. Maana nina njaa kweli baba hapa. Tume tayari shaanza kunisumbua. Sawa baba, ngoja nikachukua mfuko ndani na mimi nikalemea. Haya basi sawa mwanangu. Haya. Fanya haraka Baba. Haya. Nini mwanangu? Abe baba. Vipi ulikuwa umelala? Yes baba, nilikuwa nimelala. Na hiyo upunguze kulala. Yaani unalala tu. Sasa mimi bwana natoka. Ila pesa ya kula nimekuwekea hapo sebuleni. Utafanya matumizi yako, ila pia usisahau kupika mapema. Sawa baba. Sababu ninapokwenda kule mimi stability. Naweza nikawahi au nikachelewa. Usinitegemee sana mwanangu, sawa? Kwa hiyo pika vizuri na uhakikishe umekula. Sawa baba. Sawa? La baba, umependeza. Kweli Umekuwa kabla baba 2000. Wewe mwanangu bwana, nimeshakuzoea. Nimekuzaa mwenyewe. Yaani haujapunguza masiara tu. Sasa ndo naosha vyombo. Yes, ndo naosha vyombo. Hivi baadaye nishaosha. Hivi ni vya asubuhi. Baba ametoka kunywa chai, ndo navisafisha sasa hivi. Nzuri. Shoga, mimi hapa na ujumbe wako mzito. Ujumbe gani tena shoga yangu? Hivi nakumbuka jana kipindi na kushindikiza? Yes, nakumbuka. Kuna kijana hivi aliniambia, "Mimi na mambo." Nikamjibu, "Siko poa." Kijana yupi wewe? Njiani pale tulikutana na yule mwanaume, yule mrefu hivi. Namkumbuka kama vile. Huyo. Sasa kipindi na kuacha wewe tu, narudi nyumbani. Akanisimamisha akaniambia. Ambia nini? Kwamba anakuelewa. Ananielewa? Ndio. Hebu nifafanulie vizuri. Yaani anataka wewe mpenzi wake. Yaani mimi nina mahusiano naye? Ndio. Kwa mimi hapana shoga yangu. Kwa nini sasa? Wakati tu mimi tu shoga yako na mpenzi. Afu kifupi, yule kijana mstaarabu. Shoga yangu au ni ya kwako? Kama umeshafikiria kuwa na mpenzi, kwa mimi bado sijafikiria kuwa na mpenzi. Kamwambie tu haya. Rima. Nakwaje? Safi tu. Poa. Poa tu. Umenipigia simu nini? Siku njoo tuonane faster. Nimekurupuka, nimekuja. Nipangilie. Kama ulivyoniagiza. Inaporovenia ndo natoka kwao. Kwa umetoka kwao sasa hivi hapa? Hapa nyumbani sijafika penyewe. Ni mwanangu wezamini. Mtoto kachomoa. Amechomoa? Ndio. Rima. Usiniambia kwamba unamuweza fresh itakaribiki kitu mshikaji wangu. Sasa inakuja kachomoa. Haujampa vipindi fresh wewe. Yaani nimpangilia vipindi ile. Lakini mtoto bado ananichomolea. Sasa unafikiri tunafanyaje sasa? Kuna mishi tutapanga. Au vipi? Ndio. Busy hapa. Oya. Inakwaje? Safi. Fresh. Yes, fresh. Sikiza chula. Mimi sitaki maneno mengi, mimi nahitaji pochi. Kaka vipi? Tusizungumze sana, sawa? Mimi nahitaji pochi. Nipe pochi nisepe. Umechanganyikiwa? Mimi waga siongei sana unajua. Toa pochi hiyo. Toa pochi hiyo. Nipe na saa hiyo. Nipe saa hiyo. Vipi mbona ingeangaza watu mwanangu? Mbona hivi sasa? Kuhusu nini? Sababu unafanya nini sasa rafiki yangu? Mbona unaharibu kazi za watu wewe? Hebu mpe pochi yake baba.
Bishe pochi yake bwana. Oya, sio kihivyo mwanangu. Sio kizembe yani kiasi hicho mwanangu. Shika. Oya. Oya mwanangu, unaweza au? Unasemaje? Sogea. Au sio? Yeah. Baridi. Kwa hiyo unajifanya mjanja mwanangu kwa ajili ya chula au sio? Tutaonana mwanangu, wewe kausha, tutaonana. Barida. Pole sana. Asante kaka. Hii mitaa sio mitaa poa ujue. Kuna wahuni sana yani. Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea huko chini kwa rafiki yangu. Okay. Basi poa, unaweza ukaenda. Sawa, asante kaka. Okay, poa. Odi. Odi mudani. Odi. Karibu. Asante. Shikamoo baba. Marhaba, ujambo? Sijambo. Vipi hali? Hali nzuri. Vipi bwana mkubwa yupo? Baba katoka. Ametoka? Atarudi muda gani? Kwa kweli sijajua. Oho! Bwana binamu huyo? Naam, ndio bwana mkubwa. Safi, vipi hali? Safi tu kwema. Shikamoo. Jambo. Sijambo. Vipi ndugu yangu? Safi, vipi za kupotea? Bwana mimi namshukuru Mwenyezi Mungu za siku. Salama kabisa. Kupoteana kaka? Ndio hivyo, mihangaiko kimaisha. Baba naomba nitoke. Haya sawa. Twende basi. Ndugu yangu. Karibu, kaa hapo kidogo. Asante ndugu yangu. Karibu. Asante. Allah. Ndiye ndugu yangu. Ndugu yangu bwana, sina maneno. Kwanza ndugu yangu bwana, nakupa hongera sana rafiki yangu. Hongera nini tena? Kwa mabinti wa sasa hivi. Na mwanao jinsi alivyonyoka. Ndugu yangu nakupa hongera sana, tena sana. Kwa sababu tunao sisi mtaani kwetu kwa juu kwa watoto wa kike peleka kama ya mtoto wako. Ndugu yangu hatari. Kutu anacheza singeli sio mchezo. Mabwana zao madereva bodaboda na wacheza singeli. Basi hizo nyimbo zao ukizikuta kwa mtaani huko mpaka wewe mzazi unakuwa haoi kabisa. Sasa kabisa kalia bomba. Sasa unapiga astaghfirullah wallahi ninapokuambia. Hongera sana ndugu yangu kwa malizi kama yale. Mimi nashukuru sababu binti yangu nimemlea katika mazingira ambayo mazuri. Ndio. Lakini pia Mwenyezi Mungu tumseme amenisaidia katika ulezi wa huyu mtoto. Sawa. Sababu wapo ambao wanalelewa katika mazingira mazuri lakini mwisho wa siku wanabadilika. Lakini huyu mwanangu tofauti kabisa. Nashukuru kwa hiyo. Mimi nasema ni jambo kwanza la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Sasa ndugu yangu, mimi sijajia haya. Mimi nimekuja hapa nataka uwe mshenga wangu. Mshenga tena? Mshenga ni jambo la heri. Hilo jambo la heri kabisa. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe analipokea. Sawa. Umeamua hilo? Shukrani sana ndugu yangu. Mimi niko pamoja na wewe. Sawa. Unakumbuka una shamba kule Vianzi kule? Shamba tena? La mzee Juma yule. Ina maana yani unataka niwe mshenga wa shamba? Ndio maana yake kaka. Basi mimi nienda mbali zaidi. Unajua unataka kuongeza mke wa pili. Hapana ndugu yangu. Okay? Ile shamba mimi nalihitaji. Kama kutakuwa na uwezekano, hapa kesho nitarudi hapa. Twende kule katika ile shamba tukaangalia kiwezekano kanunue moja kwa moja. Sawa, mimi nimekuelewa. Si shamba la ule mzee Juma pale? Jani yako na bibi mkubwa wako pale. Basi sawa, hilo limeisha. Haina shida. Hilo limeisha. Mimi hata sitaki chochote kwako. Sawa. Taenda pale tutazungumza naye
nitakutanisha naye pale, mtapanga wenyewe. Mimi sitaki hata shilingi 10 yako ndugu yangu. Basi mimi nasema limeisha. Basi sawa. Sawa, Mungu akitujalia. Kesho mapema tumeenda kuja hapa. Basi sawa, hilo limeisha. Sawa. Limeisha ndugu yangu. Haina taabu bwana. Ndugu yangu. Yaani Abe baba. vipi? Safi tu baba, shikamoo. Maraba. Hivi umeamka saa ngapi? Baba, kama kawaida yangu. Unajua toka umeamka mimi sijakusikia kabisa. Baba, nishazoea. Hongera mwanangu. Sasa mimi acha nimimine maji hapa. Niweze kwenda kuoga. Si unajua asubuhi tena mwanangu. Sawa baba, mimi ngoja niendelee na usafi. Haya sawa. Sasa mwanangu. Abe baba. Sasa mimi ndo natoka. Najua tena muda wa kazini tayari ushafika huu. Sasa mimi naondoka. Ila kila matumizi. Sawa baba. Hiyo naomba upike chakula. Hiyo ni pesa ya kula. Kwa hiyo ukishamaliza kazi zako hapo, uende ukanunue mahitaji, upike chakula. Sawa baba. Umenielewa? Na kutokana na leo ndo zamu yangu mimi kuchagua chakula cha kupikwa humu ndani, basi naomba unipikie wali na maharage. Lakini pia usisahau vimchicha. Nimekuelewa baba. Sitaki ule viazi. Sitaki ule chips kabisa, utanikera. Naomba upike chakula ule. Haya, basi ushinde salama. Nakako pia baba. Haya. Safari njema baba. Haya. Mbona unaharibu kazi za watu wewe? Oya, hebu mpe pochi yake baba. Bishe pochi yake bana. Oya, sio hivyo mwanangu. Sio kizembe yani kiasi hicho mwanangu. Shika pochi. Oya mwanangu, unaweza au? Unasemaje? Sogea. Au sio? Yeah. Baridi. Kwa hiyo unajifanya mjanja mwanangu kwa ajili ya hiyo chula au sio? Tutaonana mwanangu, wewe kausha, tutaonana. Barida. Pole sana. Asante kaka. Hii mitaa sio mitaa poa ujue. Kuna wauni sana yani. Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea huko chini kwa rafiki yangu. Okay. Basi poa, unaweza ukaenda. Sawa, asante kaka. Okay, poa.
Odi. Odi. Karibu. Shoga yangu huyo. Karibu. Asante. Mambo Mima? Poa. Vipi, mzima? Mi mzima, sijui wewe. Mimi niko kwa shoga yangu. Karibu ndani. Shoga yangu, mimi hata ndani siingie. Kwa nini tena uingie ndani? Yaani mguu unavyoona hapa, nimekuja kwako wewe. Unipeleke kwa Stiko. Kwa Stiko? Ndio shoga yangu. Kuna nini tena huko kwa Stiko? Wakati wewe mwanzo ulimchomolea ukamkataa. Mima, nipeleke kwa Stiko. Makubwa. Haya sawa, ngoja basi nirudishe mlango nikupeleke. Basi fanya faster twende. Haya sawa, usijali. Haya twende shoga yangu. Kwenye hayo mapya hayo. Sasa shoga yangu. Naomba nisubirie hapa mara moja. Ngoja mimi niende kwa nikamcheki. Sawa, ina shida. Sawa. Oya, mwanangu kwanza ulinikazia ile. Mimi nikaona nusu mwanangu nishemke. Lakini wewe umekaza, mimi kabisa nikukazia kama vile hatujuane. Mimi sema mwanangu nimekupa mkono nini mwanangu leo umeenda kweli. Chali. Nikaona ile mzee kutoka ndoki nikasema yes hapa ushindi. Umeona? Mtoto naye kambwela. Vitu basi mzee pale asante sana nini kaambia nyuma. Umeona bwana? Kamruhusu nikajikataa. Kuna nini? Kuna simu yangu, kuna nini hapo, kuna hela kidogo. Asante sana. Kaba baridi. Kwa mwanangu umejipatia ujiko. Angalia na kazi hapo. Mwanangu vipi? Poa vipi? Makaa. Kama kawaida. Au sio? Ile mimi. Baridi. Sema mwanangu Stiko. Ile mshe umetiki. Chungu umetiki? Awa nini? Mimi sijakuelewa hata kidogo vipi. Bila tunaona. Demu nimemwacha hapo juu. Maana niliona kuja naye huku itakuwa jao. Oya. Kanifuata nyumbani. Anapangilia tarabu zake hapo. Nipeleke kwa Stiko, nikajua tayari demu ashakuiliwa. Bwana, oya sikiliza. Mimi si ndo ananisikiza mwanangu. Oya. Mchina. Oya. Nisikilize nakuja kupa ripoti sasa. Namba imesoma. Ila mwanangu, saluti sana. Ngoja nisikilize. Tasomana. Oya, sio poa. Cheki mwamba anavyovimba mwanangu, Sasa shoga yangu. Stiko huyu hapa. Stiko. Jamii huyu hapa. Okay. Maana aliniambia na mazungumzo na wewe. Sawa. Sasa mimi naona ngoja niwaache na mazungumzo yenu muendelee. Fresh, haina noma. Jamii. Ukitaka hapo sasa kunicheki. Sawa. Sawa, bye. Bye. Stiko. Basi haina noma. Jamii. Nimetikia wito wako. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Lakini pia samahani. Samahani ya nini? Nesi nilikukosea. Kama nilivyokuwa nakufikiria sivyo. Nilikuwa nakufikiria kama mwizi, kibaka, jambazi. Lakini kwa ulivyonisaidia ile siku, nimekuona ni kijana mwema sana. Kwa hiyo naomba unisamehe kwa hilo. Kwenye hilo si wewe peke yako. Siku zote kawaida binadamu huwa anaweza akamfikiria mtu sivyo alivyo. Kwa maana hata wewe haukuwa umekosea. Umeona? Ulikuwa hapo sahihi kabisa kunifikiria kwamba kama vile mimi ni muhuni, mimi ni msela, mimi kila kitu. Kwa hivyo usijilaumu. Lakini kumbe ninapojijua mimi mwenyewe sivyo nilivyo. Ndio maana kuna kauli moja. Unapotaka kujua jambo lolote kuhusu mimi, basi usimuulize yoyote. Wewe njoo nifuate niulize mimi. Nitakupa ukweli
ambao unanihusu mimi ipoje na Stiko ni mtu wa namna gani. Nafikiri sasa umeshanifahamu. Umeona? Asante kwa kunijua hivi. Japo kwa uchache. Unajua ulimtuma Mima, ujumbe wako alinifikishia, lakini majibu aliyokuletea nahisi hakukufurahisha. Kawaida tu. Unajua binadamu ana maamuzi yake vile ambavyo yeye anavyoona yako sahihi. Kwa mimi nilipokea tu sababu nikiamini ndo majibu yako ambayo yalikuwa yako sahihi kwa upande wako. Sawa Stiko, nimekuelewa. I love you Stiko. I love you too. Nakupenda sana. Nakupenda pia Stiko. Baby. Abe. Unajua siamini kabisa kama leo nipo na wewe. Kweli? Kabisa. Unajua nini? Nilivyotuma ujumbe wangu kwa Mima akufikishie, majibu alikuwa amerudi yalinivuruga kabisa. I'm sorry. Sawa, nimekusamehe. Ile siku ulinitesa kabisa. Sikuweza kulala wala kula. Lakini nikasema sawa. Kila kitu kina wakati. Siwezi jua lakini sitokata tamaa. Ila leo nashukuru niko na wewe hapa. Nakupenda sana. Nakupenda pia baby. Najua niko na wewe maneno huwa yanaishia kabisa kwa sababu sina cha kuzungumza. Zaidi ya kurudia tu maneno kila wakati nitakuwa nakupenda, nikibadilisha nasema I love you. Nakupenda, nitasema tu I love you. Neno lile ambalo ninajirudia kila wakati. I love you too baby. Sawa. Na macho yako nikikuangalia sichoki kabisa. Tamani kama vile kama unaenda wewe unaachia ya macho. Lakini baby. Yeah baby. Nilikuwa nataka kuondoka. Maana nyumbani nimetoka kwa kutoroka. Na mlango sijafunga. Ni sawa baby, lakini mimi natamani tena kesho uje basi home. Baby, kesho tena? Mpenzi wangu. Unajua nini? Napenda kila wakati nikuangalie. Tena hususan na macho yako. Huwa mimi ananimaliza kabisa. Okay baby, basi tuangalie mazingira ya nyumbani, alafu tutakujulisha. Sawa, fanya hivyo mpenzi wangu. Nakupenda. Nakupenda pia. Usiku mwema. Nakupenda pia. Asante.
Wewe Jamil. Baba. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa Mima. Ulikuwa kwa Mima usiku huu? Ndio. Ulitoka saa ngapi? Muda si mrefu baba. Ulimwaga nani? Sijamwaga mtu yote. Hivi Jamil, hii tabia imeanza lini? Ni nani ambaye amekupa ruhusa ya kutoka bila kuniambia? Alafu usiku kama huu. Wewe. Hivi nimeshawahi kukupiga? Hapana dadi. Nimeshawahi kukusema? Kwa hiyo unataka kunitafuta, si ndio? Hapana. Aha, kwa hiyo unataka nikukamate, nikupige mwili wako ndio ujue kwamba mimi nipo vipi, si ndio? Hapana dadi. Ngoja. Please dadi. Please. Please dadi. Wewe. Please dadi. Usitake nibadilike. Mwana wewe. Nielewe. Please dadi. Una uhakika hicho kurudia? Yes. Una uhakika hicho unachosema? Yes. Unaona wewe. Ndio niseme tena. Asimama juu. Mama ndio tena. Njoo. Sitafanya kurudia tena. Njoo. Njoo, kusogea huko. Basi mwanangu. Ila nataka nirudie tena. Umeelewa? Yes. Usiweke na mawazo mimi baba yako. Sawa. Haya, ingia ndani. Kwanza umeshakula? Ndio. Umekula? Ndio. Haya, basi ufunge mlango ulale. Sawa. Pia usisahau kuzima hiyo taa, umeelewa? Sawa. Kuna wezi ambao wanachungulia madirishani saa hizi usiku. Sawa. Umeelewa? Ndio dadi. Haya, usiku mwema. Na kwako pia. Hodi. Baba huyo. Karibu. Asante. Shikamoo baba. Marhaba. Jambo. Si jambo tu baba. Hapa mnaendeleaje? Nzuri tu, sijui huko. Sisi tunashukuru Mungu. Hapo sio kwema sana. Na tatizo kidogo limetokea. Tatizo? Kuna tatizo limetokea. Tatizo gani tena baba? Mima, unajua wewe ni kama mwanangu. Kwa sababu ni rafiki wa mwanangu. Sasa naomba uniambie ukweli. Usinifiche kitu chochote kile. Maana jana mwanangu amenirudia pale usiku. Sasa hii alikuwa kwako? Ni kweli baba, nilikuwa naye. Kuna kazi alikuwa ananisaidia na aliondoka hapa usiku. Baba, nisamehe mimi. Basi sawa, naomba hili swala lisijirudie tena. Kwa maana mimi kama mzazi lazima niwe na hofu. Maana dunia sasa hivi imebadilika. Sawa baba, hawezi kujirudia tena. Sawa. Ndio. Basi sawa, ilikuwa ndio hilo tu. Sawa baba. Haya, baki salama. Nawe pia uende salama. Haya.
Shogangu. Mambo poa. Mzima? Mimi mzima, sijui wewe. Mimi mzima tu. Yaani hapo unavyoona, mguu ulikuwa unakuja kwako. Shogangu, hata mimi unavyoona mguu ulikuwa unaelekea kwenu. Basi tunaendana kama mapacha. Niambie kwanza. Wewe jana ulifanya kisanga gani? Kisanga? Ndio. Kwa maana baba yako alikuja nyumbani. Alikuja nyumbani kwenu? Ndio. Akakwambia nini? Alikuwa anakuulizia kama tulikuwa wote. Na wewe kamwambiaje? Shoga yangu. Nikaanza kujingata-ngata. Lakini alinidasishia. Akaniambia kwamba ulirudi usiku. Na mimi nikapita naye mama, nikasema ndio alirudi usiku kwa sababu kuna kazi alikuwa ananisaidia. Kwamba sasa ulichelewa kutoka. Shoga yangu, naomba niambie. Kwani ulikuwa wapi? Shoga yangu. Jana nilienda kwa Stiko. Kwa Stiko? Ndio shoga yangu. Basi wewe niambie na taarifa bado mapema. Mimi najua jinsi ya kukutetea. Ona sasa, ningefanya nini mimi pale? Nilipitiwa tu shoga yangu. Basi sawa. Niambie sasa. Tunaenda nyumbani au tunaenda kwenu? Shoga yangu, hapa tunarudi kwenu. Basi hamna shida. Shoga yangu. Haya. Ndugu yangu. Ndio. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Nimeshakaribia. Kulikoni, mbona usiku saa hizi? Ndugu yangu na matatizo makubwa. Unajua matatizo yakitaka kukufika hayachagui muda wa kuja. Haijalishi asubuhi, haijalishi mchana, haijalishi usiku. Muda wowote tatizo linaweza kukupata. Sasa niamua kuja saa hizi hapa sababu ningesema nije asubuhi au mchana inawezekana nisingekukuta kwa sababu ya maisha yetu yalivyo, labda pengine umetoka umeenda kusaka tonge. Ni kweli. Kwa nimetoka asubuhi sana. Yaani ndo narudi sasa hivi hapa. Yaani kama tumeongozana vile. Ni kweli. Sasa ndugu yangu, tuachane nayo. Mimi nina tatizo, tena tatizo lenyewe linamhusu yule mwanangu, binti yangu ile Jamimu. Jamimu ndio. Sasa mimi na binti gani mwingine zaidi ya Jamimu? Sawa, namfahamu vizuri sana. Yeye ndio binti yangu wa pekee. Sawa. Sasa huyu Jamimu kuna tabia ambazo amezianza. Na hizi tabia naona kabisa sio tabia nzuri. Kwa sababu jana ndio amenirudia pale nyumbani usiku. Usiku kabisa. Alikuwa anatoka wapi usiku huo? Nikupe story. Mimi nilikuwa zangu ndani. Sasa nilikuwa zangu ndani, nikasema nitoke nje. Nilikuwa nataka kuchukua nini kule nje, nikasahau. Sasa nimetoka pale nje, unajua tena baba na binti yake jinsi tulivyo. Nikaamua nimgongee mlango pale. Basi nimegonga mara kwanza, mara pili, mara tatu, naona kimya. Nikasema mbona sio kawaida? Wacha nifungue mlango niingie ndani. Naingia ndani mwe hayupo. Huyu atakuwa ameenda wapi? Nikarudi sasa nje. Kafunga mlango, kawa nimekaa nje nasikilizia. Nimekaa pale nje zaidi ya robo saa hajatokea. Huyu ameenda wapi? Ameenda chooni au itakuwaje? Baada ya muda nakuta ndo anarudi sasa. Wakati anarudi namuuliza, bwana, ulikuwa wapi na usiku kama huu? Jibu lake ananiambia kwamba alikuwa kwa kina Mima usiku huu. Sasa mimi bwana, nilichokifikiria ndio kwa akili yangu, naona kabisa yule binti ameshaanza kuwa na wanaume. Hapana. Kwa binti ambayo tayari kashaanza kuwa na mwanamume, hata unavyomsemesha hivi, unavyomkazia macho hivi, unaona kabisa yani macho yake yanainamisha chini. Unajua kabisa huyu shughuli hapa hakuna.
yeye katika kumhojihoji hii dalili ushaiona? Kiukweli nalifuatilia hilo swala, na kama unavyojua yule ni binti yangu, ninamjua vizuri kabisa. Sawa sawa. Hajawahi kuwa na tabia zozote za ajabu kama hizi ambazo ananionyesha nazo. Hajawahi kutoka pale usiku, yaani akitoka pale nyumbani usiku basi ujue mimi nimemtuma. Aiza bwana Jamimu, hebu nenda kanichukulie vocha. Dakika 2 kasharudi nyumbani. Sasa robo saa ndugu yangu, robo saa, mtoto wa kike. Kweli? Kwa maelezo yake yeye mwenyewe anadai kwamba ametoka kwa kina Mima. Je, rafiki yake Mima ushawahi kumfuatilia nyendo zake, labda ana tabia kidogo za si mzuri sana? Kiukweli huyu Mima ni rafiki yake wa muda mrefu, na sijawahi kusikia kama ana tabia chafu. Lakini hili swala kidogo linanipa mashaka. Sasa kama hana tabia chafu na umesema mwanao jana amerudi usiku, hii tabia itakuwa kaianza lini na kaipata wapi? Ndo nashangaa ndugu yangu. Unajua mambo yanapotaka kubadilika yanaanzaga hivi mdogo. Kusema ulizalau au ufanye hivi, yanakuja kuwa makubwa zaidi. Sasa hapa ambapo ameanza kuonyesha tabia ambazo mimi sizielewi, lazima nikazie macho, nisilifumbie macho. Sasa hapa niko na ushauri mmoja hapa. Ndio. Hebu jaribu kwanza ukana Mima kwa kina kabisa, jaribu kumuuliza. Sawa. Wenda kutakuwa na majibu kwa Mima. Mwanangu Jamimu. Abe baba. Naomba unisikize kwa makini. Haya maneno nataka nikwambie, kwa maana ndio mwongozo wa maisha yako. Ukiyapuuzia haya maneno, umefeli kila kitu. Baba. Sasa hivi unajua wewe umeshakuwa binti kubwa tu, unajitambua na kujielewa. Lakini kwangu wewe ni kama kifaranga. Na kifaranga siku zote huwa analindwa sana na mzazi wake. Lakini kifaranga huyo anawindwa sana na mwewe. Kwa maana nataka nikwambie uwe makini sana na wanaume. Umenielewa mwanangu? Ndio baba. Kwa sababu wanaume wengi sana ni waongo, tena ni walaghai. Wasije wakakulaghai mwanangu, wasije wakakuongopea. Yaani wanaume siku zote wana maneno matamu sana, lakini ni waongo sana. Watakudanganya, lakini wakisha kupata tu basi wanakutema kama bigii. Na yale maneno waliokuambia yote yanageuka kuwa ni machungu. Kwa maana mimi ni mzazi wako, nimeanza kuliona jua kabla yako. Kwa hiyo hichi ninachokizungumza nakifahamu na nakijua. Kwa hiyo sitopendezwa, sitofurahi nikiona unaenda njia ambazo sizo. Kwa hiyo haya ninayokuambia sio mageni katika huu ulimwengu. Kwa hiyo kuwa makini, jitunze, jiheshimu kama unavyojiheshimu sasa hivi. Kwa hiyo sitopenda uje kunivua nguo, kwa maana nimekulea katika maadili mazuri sana. Na ndio maana mpaka leo hii sijaoa mwanamke mwingine yoyote yule. Kwa sababu kila nikikaa nikiangalia ni mwanamke gani ambaye anaweza kukulea kama mtoto wake. Na ndio maana mpaka leo umeona nimekomaa. Kwa sababu sitoweza kuvumilia. Yaani naoa mwanamke alafu na kuona yeye unateseka, anakutesa. Ni kweli mimi nitashindwa kuvumilia. Sasa nitakuwa naonekana mimi na tabia mbaya. Kazi yangu itakuwa naoa, naacha. Naoa, naacha. Ndio maana unaona mpaka leo hii naishi na wewe tukiwa hivi. Kwa sababu nakupenda sana mwanangu. Sawa baba, nimekuelewa. Kwa yote ulioniambia nitazingatia na ninakuahidi nitafanyia kazi. Asante mwanangu kwa kunielewa. Nashukuru sana.
Mama huyo. Mama, shikamoo. Baba umeamkaje? Nimeamka salama. Naona mwanamke kufagia. Mama anafanya usafi. Safi kabisa. Huyo ndo mwanamke sasa anotakiwa. Vipi? Mume yupo. Nataka nikuulizie ushato. Bi mkubwa. Ndio asubuhi. Safi, umeamkaje? Salama, shikamoo. Baba vipi hali? Nashukuru Mungu. Naona leo mama. Shaanza sasa. Hajianza nini bwana? Kumbe jana alilala. Kwani jana sijakwambia? Alipokuja jana na ule muda kwa umeenda. Akalala. Sasa kile chakula mlitosha kweli? Mbona fresh? Fresh tuliishi. Mimi niliweka cha peke yako juu. Fresh kimetosha kabisa. Sawa. Sasa naona mama kama hivi katoka anaonyesha mwanamke, anafagia, anafanya usafi kila kitu bila hata kuambiwa, bila shuruti, alafu mtoto wako mashallah umechagua. Umelenga mwanangu. Mkubwa, mimi nakujua. Kisha muelewa mtu basi waje kumsifia. Maana wewe Fatuma ulikuwa unamchukia. Akija kama niko ndani hapa unishtui. Sio Fatuma, tuatawe Mwajumao. Kingele mange. Ila hapa mwanangu, kwa sababu ninapokuambia mimi ni mama na mimi ninajua maana ya mwanamke. Simuona katoka kaanza kufanyia, hajashurutizwa. Au ulimwambia akafagia? Sasa huyo ndo mwanamke anayejitambua na kujielewa. Sio mwanamke mwenyewe ajifahamu wa nini. Sasa mwanangu hapa ndo ushapata. Kwa hiyo unaniambiaje? Mimi hapa nachokiona Bi mkubwa, kama vipi tuishi naye tu. Sawa, utaishi naye, lakini wewe ni mtoto wa watu. Hapo akija kupatwa matatizo hujui utampeleka wapi. Kama kweli mmekubaliana maisha ya raha na shida, matatizo, sio nini, vurugumechi zote za binadamu, kuelewa mwanangu na umemuelewa, mmekubaliana, fanya taratibu, mwambie kupeleka kwa wazazi wake. Usije ukatafuta majanga hapa. Wazazi wake unawajua? Wazazi wake mimi sina haja kuwajua, fasi wajui. Isipokuwa nini? Bi mkubwa hapa mjini basi kuna masuala hayo. Bi mkubwa nyewe mkutana juu kwa juu mnamaliza. Umeanza. Haya juu kwa juu hiyo kila siku juu kwa juu. Utakapotukia mbegu zako utafajua. Mtu uwe na shamba ujue kabisa shamba yangu mpaka yangu hapa, ukipanda unavuna mazao yako fresh. Au mimi mama yako hataki niitwe bibi. Mimi nataka upate mtoto wa kiume bwana, na mimi niolewe bwana. Siko nini sasa? Yaani mwite jina la baba. Niwe nimeolewa. Sasa hiyo imeisha. Ni mkubwa mimi sitaki kuchelewa. Kwa maana hapa ni mpaki Juma pale juu. Na mchongo naye. Acha mimi niende, isipokuwa mimi natoka hapa sina hata kitu. Toka na chochote kitu, rekebisha basi mimi mtachaji. Kwa hiyo wala usijali. Tuna kafika kwa mamako. Ila ninachokusii. Kama kweli bwana mmependana, usije ukamuuzi ukaleta tena varangati, maana kujua wewe ile. Na siku hizi mwanangu, angalia magonjwa mengi. Kama umepata mtu akutulia naye mmoja, basi tulia naye mwanangu. Angalau ndio nafurahi mwanangu kidume. Naona kabisa mwanangu anatoka na kanga hadi najisikia raha. Maana sasa hali mbaya. Baada kulinda watoto wa kike tunalinda watoto wa kiume sasa. Kweli. Kweli. Ni mkubwa. Kisongee sana jamani, nimemweka hapo. Haya basi. Haya. Kazi njema mwanangu. Haya Bi mkubwa. Siko yo. Kidume changu hicho. Anaanza hapa mjini, sijui ni mjini nini. Mtoto wa watu kama amekuelewa, fanya taratibu za sheria za ndoa. Nipige kigelegele mie mtoto aingie ndani nipate mjukuu. Anaanza hai mjini anataka ile korobe katoka, korobe kaingia, tripu mchanga, tripu kokoto. Mtoto wa kiume mimi bwana, niletee jiko. Na maana huyu mtoto itakuwa amekwenda wapi? Na huko alipo anafikiria nini? Kwa maana leo ana siku ya pili toka ameondoka hajarudi hapa nyumbani. Na halafu hii tabia mbona inazidi kukomaa? Kwa sababu mara ya kwanza ameondoka, amenirudia hapa usiku. Na aliniambia alikuwa kwa kina Mima. Sasa ina maana huyu na huyo Mima
itakuwa wanajua wanachokifanya. Shikamoo Jamii. Hivi nadhani wewe shikamoo yako inaweza kanifariji mimi? Na kuuliza hiyo shikamoo yako inaweza kanifariji mimi? Sasa nisikilize. Huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Sasa imekuwa vizuri tumekutana hapa njiani. Naomba uniambie, usinifiche kitu chochote. Jamii yuko wapi? Baba, mimi sijui alipo. Wewe, naomba unisikilize vizuri. Sijawahi kukubadilikia hata siku moja, lakini leo nitakuonyesha makucha yangu halisi. Tafadhali niambie Jamii yuko wapi? Baba, mimi sijui alipo. Haki ya Mungu, na pia haki ya Mungu baba, mimi sijui tena alipo Jamii, sijui. Wewe usinifanye kama mwendazimu, sina akili. Usinifanye kama mimi mtoto mwenzako, unanisikia? Nitakunasa makofi wewe. Nitakunasa makofi. Naomba niambie ukweli. Baba, nitasema ukweli. Yuko wapi Jamii? Ipo kwa Stiko. Stiko? Ndio. Stiko ndo nani? Mpenzi wake. Mpenzi wake? Hivi unajua ni watoto mnaniletea masiara? Sasa naomba unifuate. Nimekwambia naomba unifuate. Fanya haraka. Changamka. Hodi. 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 Nisikilize. Nilikuja hapa kwa ndugu yangu ili niweze kupata company. Sasa kwa jinsi hali inavyoonekana huyu mtu hayupo na sina muda wa kusubiri. Sasa naomba unipeleke huko aliko mwanangu. Huko kwa Stiko. Twende huko. Unajua nimekuja nyumbani kwako kule nimekukosa. Kwa nimetoka. Sasa mimi nilikuwa na jambo langu kidogo. Binti, hebu tuelekeze huko kina Stiko. Unaona njia hii? Hapo kuna ndizi hiyo. Unakata hivi kwenye chochocho hapo. Kuna nyumba hivi na kibaraza inakuangalia. Hapo hapo ndio tuna Stiko. Hapo hapo. Una uhakika? Ndio. Ndio. Basi sawa, wewe rudi. Mpenzi wangu. Abe. Naona sasa mzoea mama, si ndio? Ndio nishamzoea. Ila mwanzo uko unamuogopa? Ndio nilikuwa namuogopa. Ila mamangu mimi ni mchangamfu sana. Hajawahi kupoa. Yaani mtu wote mgeni kama hajamzoea mama yangu atapata shida sana. Namshukuru Mungu kunikutanisha na mama mzuri kama wewe. Shikamoo baba. Hivi unadhani wewe shikamoo yako unaweza kanifariji mimi kunitoa machungu? Jamii mwanangu. Hivi kwa nini umeamua kunivua nguo? Na maadili yote niliyokufundisha leo unakuja kunilipa haya? Jamii, kitu gani ulichokosa kwangu? Kijana, wewe unakaa na binti yangu, si ndio? Nisikilize kijana. Nadhani unanitafuta, unijui vizuri. Nini? Wewe mtu lazima uje na heshima na adabu. Sio unakuja tu na kuepuka kama chafya, unapiga piga mikelele, watu tumelala ndani na stress zetu za maisha. Maisha yangu peke yake mikelele. Na unakuja kuongezea kelele. Mama, mimi nashangaa wamekuja hapa wanabeti mimi naishi na binti yake.
Msikilize mama. Mwanao amefanya kosa kubwa. Amekaa na binti yangu bila idhini yangu. Kweli? Wewe ustaarabu wapi? Wewe una akili kweli wewe? Aha. Kwa hiyo alichokifanya mwanao ndio ustaarabu, si ndio? Alichofanya mwanao ndio ustaarabu? Yaani anakaa na binti yangu bila idhini yangu kweli? Inawezekana hiyo? Msikilize mama. Mimi sijaja kucheza hapa. Kwa nini ndo baba? Leo siku ya ngapi alipo kwako? Na ulikuwa wapi kipindi mwanao kapotea? Na ulimsaka wapi na wapi mpaka umekuja kumkuta hapa? Na ulimtuma nani akutafutie? Na nani anakuja kukwambia kama yuko hapa? Na kwa nini hujapiga hodi wakati hapa sio kwako? Inabidi uje kwa adabu na heshima. Huu ni mji wa mtu. Si umenielewa? Kwa hiyo anachokifanya mwanao ndio heshima, si ndio? Hii ndio heshima unamfundisha? Alafu nakwambia unaniletea maneno yako ya kijinga jinga. We. Tena uishi hapo na ushike adabu yako. Wewe kuniambia mimi maneno ya kijinga jinga wakati niko nyumbani kwangu. Wewe umetoka kwako na kuja hapa na kuja kunitusi. Wewe mwenda wazimu nini? Kwanza baba wewe kamilika kweli wewe. Mtoto wako siku ya ngapi alipo kwako? Ndio unakuja kumtafuta leo? Kweli? Hivyo mama. Mbona swala nini hao unawazungumza? Yaani mama mzima amekosa heshima na busara. Wewe mama, sitaki nitafute. Nimeshakwambia sitaki nitafute. Che, fundisha ndoa. Wewe. Yaani unampenda kweli mwanao wewe? Unakuja kumuozesha hapa au umeshindwa kulea? Unataka sisi tukusaidie kulea, si ndio? Huyu mtoto ana siku chungu mzima anakuja anaondoka, kachungia na lala hapa anatoka. Wewe ulikuwepo wapi? Eti leo tukusanyia ndoa. Oya, ndoa ya namna hiyo mimi siitaki. Sijui umeelewa? Mimi nataka niweke sherehe, taratibu zote za dini zifuatwe, tufanye sherehe, mwanangu ajulikane kitaa kizima kaoa. Haya unavyompachika nafikiri yenye mibovu. Haya utakuja kuyakumbuka maneno yangu baba. Twende kazi. Hizi njaa hizi jamani, yote shida ziki. Kazi kijana. Jamani, ifunike ngao. Unakasa pesa kidogo hapo? Sina kitu hapa. Binti, maji yako taka shilingi ngapi? 20,000. 20,000 Mtangulize kiasi cha pesa kidogo, tufunge ndoa haraka tuondoke hapa. Mama. Una chochote hapo? Baba, picha linaanza, unaona? Nilikwambiaje mimi? Mimi sijali hilo. Wewe ujali. Sasa siku ya kujali utakuwa umechelewa baba. Mimi nakwambia, tusije tukalaumiana. Mimi na 400 yangu hapa. Nilikuwa nataka mwenyewe niende nikanue miogo au niende nikachotoe maji kwa sababu mimi maji ndani hamna. Sasa kama unaitaka wachukue, haitaki mimi nikafanya shughuli zangu. Hii hapa. Mpe wewe. Eti mama. Mpe mkono. Unaitwa nani? Naitwa Stiko. Uita Stiko. Stiko. Itikia Rebeka. Rebeka. Nimekuozesha binti yangu Jamini binti Abduli. Itikia naam. Naam. Nimemuoa Jamim binti Abduli kwa mahali tuliokubaliana. Uita Stiko. Nimekuozesha. Sema nimemuoa. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jamani, madua kibao simulieni ndogo. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bwana Stiko, nimekuozesha mke wewe. Uishi naye kwa wema. Umwamrishe mambo mema, umkataze mabaya. Mzee una lolote? Jamii, mimi naondoka. Huyu ndio mume kuanzia sasa. Maana mara kuitafuta wala kulipata. Wewe mwenyewe umelipata wewe. Leo mimi sikuelewi. Wewe shehe au mshenga? Maana una taaluma zote umezishika wewe peke yako. Nyie kwa maana wewe ndio mmeshatuachia wewe mtoto. Baba. Mama. Tamba. Hamna hata mtu atakayefuata bahati kama hiyo. Bonge la toto. Toto na rangi yake. Jeupe kwa 400. Nadhani miezi miwili mingi ni kubwa. Hata wiki tu siku na ingie.
Shikamoo mama. Wewe ndugu yangu ndio maana ukakusanywa Kwanza sio kukusanywa, ukajikusanya. Kwani pamekushinda ndio umekuja kunipa mimi hapa mateso, si ndio? Unataka mimi niongee tunavumaga mama mkwe na roho mbaya, mama mkwe na midomo, kumbe hawajui na wako wenyewe wakoje. Mkwe gani wewe kibili tupele Haya, niambie unatoka wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu Mima. Ulione kwanza. Unata haya. Wewe ujui vibaya. Angalia ni macho yanavyokusuta. Mimi nitoka kwa rafiki yangu Mima. Ulimwaga nani? Sikumwaga mtu. Maana kipindi natoka niliona mlango wako umerudishwa, nikahisi umelala ndani. Kwa hiyo hapa umejiweka, si ndio? Wewe ndio maana kwani wamekushinda wewe. Wanaona wewe kiruka njia utapelekea mimba isiokuwa na baba. Ndio akaja kumsokomezea mwanangu matatizo kama haya. Sasa baada ya kupeleka mimba kule kwenu ingekuwa faida. Kulikoni mwanangu anataka kumletea maradhi. Ole wako mwanangu muambukiza ugonjwa. Shetani ibilisi wewe. Wewe hapa ukai pa moto. Mbona miguu yako ikai chini? Mamako alikuwa anakuwa miguu ya kuku wakati mjamzito, si ndio? Wewe angalia sura za kuzichezea. Angalia mji wa kurukaruka. Ulikuja mwenyewe hapa ukuletwa. Na ulikubali mwenyewe hapa kuolewa, si ndio? Kwa nini siku babako anakuja kuozesha ndoa mkeka isiokuwa na maana? Haina vigelegele, haina chombo, haina somo, haina mafundo. Umekuja nafikiri kuku, hata kuku kimpa mnadani ana bei. Wewe una bei gani? Shilingi 400. Kitu gani? Hapa ndio ya muogo. Wewe kuite nani kwanza? Manake kokote wewe usimami. Huna thamani wewe. Na afadhali mwanangu hajatoa hiyo 19,600. Wallahi ningemaliza hizo hela. Ningezifuata mchana kweupe. Mungu anakula majani ningekuja kuchukua hela yangu. Sio kwa kiruka njia kama wewe. Yaani mwanangu anaruka mkoja na kanyaga mavi. Wewe mtu wewe. Funza mweusi wewe. Nuksi kabisa wewe. Vurunduri. Mdudu unaonuka vibaya wewe. Nyahuba wewe. Mwangalie na misikio yake kaa gombalima. Limekaa twingu. Kaa naelewa vile. Sio mwelewa si kitu chochote. Hivi wewe. Ndio maana ulisema huna mama Kwa hiyo mafunzo ya mama umeyakosa. Si ndio? Ule baba yako hana hata mama wa kufikia. Akakuelekeza. Au ule mama yako aliolewa bubu. Basi kama bubu hajui hata ishara. Wewe mtu ana namna gani wewe? Yaani umesimama ndio maana kumbe unamwambiaga mwanangu, huyu mwanamke mbona viguu vyake vyembamba kaa vigingi, kumbe kwa ajili ya kuzurura. Umeshazoea kwa mdundiko, leo bela lile, kesho kutwa bela hili. Angalie, upendezi mikundeni wala michokoni na mgauni wako kaa kutola mashine. La nasuma kawe. Bevu kaa kisigino, tena hapa ushindwe. Ukitaka kukaa na mwanangu utulie. Kufagia hujafagia. Vyombo vile pale vinatoka mapovu. Mama mwiko hujaosha jana. Umelala kwenye sufuria. Umefundwa wewe. Au umejifunda? Mbona nimeletewa majanga haya? Unataka niongee mpaka domo langu leo kaacha ijaba? Wewe kwani wewe wa mwisho au wa mwanzo? Sikiliza. Mwanangu anakutana na wanawake wenye hadhi zao. Sio umekuja na vumbi lako hapa mwanangu anakuogesha unatakata, sasa hivi naanza rafiki. Wewe rafiki yako mnafiki, kwa nini mwanzo asikutafutie? Toka hapa. Guchiro mkubwa wewe. Jamii mwanangu. Abe baba. Karibu sana. Asante baba. Aya, mbona usiku vipi, kulikoni? Baba, nimekuja hapa nikiwa na shida. Una shida gani mwanangu saizi usiku? Nyumbani napitia changamoto nyingi. Changamoto? Ndio baba. Changamoto za aina gani hizo mwanangu? Napitia changamoto nyingi katika ndoa yangu. Unapigwa? Hapana baba. Unanyimwa kula? Hapana. Kumbe changamoto gani mwanangu tena? Changamoto ipo kwa mama mkwe. Haya, mama mkwe shida yake nini?
ananiambia mimi si chochote, na ndio maana mzazi wangu akaniozesha kwa 400. Na kama mimi ningekuwa ni mwanamke nisingeolewa kwa ndoa ya mkeka. Nimeenda kuadhibia riziki unga robo, na mimi nimeongezeka pale. Ananiambia sina nuru ya kuonekana gizani hata pia kwenye mwanga, na sipendezi hata nikivaa joho la malaika, na nipo kama kinyago kilichotupwa jalalani. Kwa hiyo mwanangu, umekuja usiku huu nikusaidieje? Nilikuwa nakuomba ukaongea na baba yangu niweze kurudi nyumbani. Hivi unahisi baba yako nikiongea naye atanielewa kweli? Nesi baba atakuelewa kwa sababu wewe ndugu yake wa karibu sana. Sawa mwanangu Jamii, nimekuelewa. Nitafanya hivyo kwa sababu baba yako ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Tunaishi kama ndugu. Na isitoshe wewe ni mwanangu kama nimekuzaa. Nakusaidia mwanangu kwa hilo. Sawa baba. Nitashukuru kama utafanya hivyo. Mwanangu, naona ungeenda kwa sababu usiku ushakuwa mkubwa. Talifanyia kazi swala lako. Haya. Siku mwema. Nakuwa pia baba. Haya. Pole sana mwanangu. Asante. Ila amekonda. Ndugu yangu Abduli, kwanza nashukuru kwa kukimbilia wito wangu. Sawa sawa. Amekuja binti yetu hapa Jamii. Alika hapo hapo ulipokaa wewe hapo. Kaja na malalamiko yake. Jamii mwanangu mimi? Huyo Jamii. Na ndio maana nikabidi nikupigie simu. Nashukuru kwa kuja. Amekuja kwa lipi? Kwa kweli bwana, binti yetu au binti yako bwana ananyanyasika katika ndoa yake. Tena ananyanyasika sana. Ama mkwe wake anamtesa, anampa maneno ya kashfa ya karaha. Kiufupi anahitaji msaada Jamii mwanao. Ndugu yangu mimi nimekuelewa hicho unachokisema. Lakini laiti kama ningejua ile simu yako umenipigia kwa sababu ya habari za Jamii, basi mimi nisingefika hapa. Kwa sababu hayo unaoniambia ameyataka. Kumbuka yule binti mimi nimemlea kipindi bado yupo mdogo sana. Nimempa maadili mengi sana. Nimemfundisha vitu vingi. Nikamwambia mwanangu, usikurupukie maisha, wewe bado mdogo. Wanaume sio watu wazuri. Nikamwambia mwanangu, tulia, utakapopata mtu sahihi utaolewa. Lakini yeye mwenyewe kwa haraka zake amekurupukia maisha. Mimi nifanyaje? Na ndio maana Waswahili wanasema kwamba asiyefunzwa na wazazi basi atafunzwa na ulimwengu. Na mkataa pema babaya panamwita. Abduli, ndugu yangu, sisi ni wazazi, kumbuka hilo. Wewe ni mzazi na mimi ni mzazi. Siku zote mtoto akichafua mkono, uchi kwa maji usafisha, sio ukata mkono. Abduli, kijana wako anahitaji msaada wa hali ya juu. Anahitaji asaidiwe. Hebu jaribu kwenda kwanza kule kwani kwake, kwanza ukajaribu kama mambo mazuri. Kwa hiyo Jamii ametoka alipotoka amekuja hapa kukwambia yeye habari hizo, si ndio? Sasa nisikilize. Yule ni mke wa mtu. Kule alipo ni sehemu sahihi kabisa kwa sababu ni mke wa mtu na ameolewa kihalali kabisa. Japo ni ndoa ya mkeka.
Sasa nisikilize. Kuhusu habari za Jamim, sio ananyanyasika, sio anafanyaje, mimi sitoweza kuzisikiliza. Na usifikiri mimi nitanyanyua mguu wangu hapa eti nitoke niende kule kwa kina Jamim. Hicho kitu hakiwezekani. Sasa wewe kama unaweza, nenda kasuluhishe. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kwa vile mwanao umemwezesha ndoa mkeka, kwa nafikia tu hata msaada utaki kumsaidia. Si ndio? Nisikilize. Wewe ni ndugu yangu wa muda mrefu. Sasa sihitaji tupishane wala sihitaji tugombane. Wewe kama unaweza nenda kasuluhishe. Lakini kwa mimi sitonyanyua mguu wangu kwenda kule. Nimemaliza. Asante, siku mwema. Lakini ndugu yangu niangalie hilo. Yule mtoto hawa ndo wazazi wa kisasa bwana. Afadhali nilipokuona Abduli. Baba Jamim. Ndio mama. Jana nimekuja kwako. Safari mbili. Hujapata salamu zangu? Kikweli nilitoka. Na hata niliporudi sijapewa taarifa yoyote ile. Kuna nini kwani mama? Hivi unavokaa na kufanya maamuzi yako, unakaa unayapangilia kwa makini au unafanya kukurupuka tu na kuamua maamuzi yako unayotaka mwenyewe, si ndio? Maamuzi gani tena mama? Mbona sijakuelewa vizuri? Wewe unamwozesha Jamim ndio mkeka? Ya, nimefanya hivyo ndio. Kwa nini umeamua kufanya hivyo? Ukiwa wewe na wazazi wako, mimi mama yako mkubwa nipo, wajomba zako wapo. Hakuna hata mmoja uliyomshirikisha. Umeamua, kichwa chako kimekupangilia ufanye hivi, ukaamua kufanya hivyo. Si ndio? Sawa sasa. Umemwozesha ule mtoto kule. Ushaenda kuangalia maisha anayoishi kule? Kikweli mama mimi sijaenda kutokana na shughuli zangu sasa zimenibana. Sijapata muda. Mtoto ananyanyasika. Mtoto anateseka. Yaani unajua nimemuona mimi mpaka roho inaniuma nikiwa kama mzazi. Yaani mtoto anakosa raha, mtoto amekonda kama sekretoni kweli. Baba Jamim, hata imani kidogo ya mwanao huna. Baba, nakuomba nenda kwa wazazi wenzio, nenda kaiokoe ndoa ya mwanao. Mama, mimi nimekuelewa. Na kama ukishindwa kwenda kufanya maamuzi, mimi kama bibi nitatoa mguu wangu, nitakwenda. Wallahi wabillahi changa na kushikia hapa. Abdul, kama ukwenda kuiokoa ndoa ya yule mtoto, mimi nakwenda. Sasa unanitikilia tu hapa, halafu kisha unanipa kisogo, unafikiria maamuzi yako. Tafadhali nakuomba Abdul, yafanyie kazi. Sawa mama. Ukimwona mtu mzima analia, ujue kabisa neno limemuuma, na kuomba. Sawa. Karibu. Karibu. Asante. Nzuri. Samani. Bila samani. Hivi hapa ni kwa bika huyu? Siwezi kusema ndio au hapana, sababu siwezi kujua wewe una shida naye gani. Mimi nilikuwa nataka nijue kama ni hapa kwa bika huyu, na kama yupo basi ungeniitia na shida naye. Samani lakini. Bila ya samani nimekwambia. Ila nyoosha maelezo. Maana mimi sijakuelewa ujue. Nenda kama lula. Mama. Who are you? Sikiliza, mimi shida yangu nimpate huyo Bikawe. Ana kijana wake hivi juzi tu hapa kama siku 6-7 kaozeshwa ndoa ya mkeka na binti fulani. Kwa hiyo shida yangu mimi nimuone huyo Bikawe
niongee naye maneno mawili matatu kisha mimi niondoke zangu, ndio shida yangu sasa. Mama, nyosha maelezo. Maana mimi sikuelewi. Mara bikauye, mara sijui mwanawe, mara ndo amkeka, unavavanya tu. Uenda ni yako wewe binti. Mimi mjukuu wangu, mtoto wa mwanangu. Mimi ndo bikauye, bibi wa Piskali, AKA Ngengelinga utamu bwana dao. Unasemaje? Sema shida yako. Nikikutizama, Unaona maruerue. Hivi mzee mwenzangu, mimi nilijua bikauye binti wa makamu mwenye mjukuu mmoja au wawili. Kumbe bikauye mtu mzima mwenye wajukuu 5 6. Kweli wewe wakuweza kufanya vitendo unavyomfanyia huyu mtoto ambaye ni mkweo? Kiutu kabisa, twende kiutu kabisa. Bikauye, ukae umwelekeze zuri na baya, wewe tena wakumfanyia mabaya huyu mtoto kweli? Kifupi acha nikwambie, huyu mtoto huyu ambao wewe ni mkweo, mimi mjukuu wangu. Nimeyapata mengi, ndio maana nimekuja. Ninachotaka kukwambia, watu hawaishi hivyo. Sio kwa vile eti ndoa ya mkeka, ndio kaizalau ndoa ya mkeka. Ndoa ya mkeka hiyo watu wanaishi mpaka 100, miaka 100 mpaka mmoja anakufa, mwingine anamzika mwenzie. Usiwe zalau kumzalau mjukuu wangu kwa vile kaolewa ndoa ya mkeka. Yeye ndo wa kwanza katika maisha. Toka wewe ulipozaliwa hujazikuta ndoa za mkeka. Mimi naona unanipigia mbuzi gita kucheza ajui. Kwa sababu kunielekeza kwenyewe sielewi, unachokiongelea sikijui. Sijui mjukuu wako kakwambia neno gani usemi, naona tu unalalamika tafuti mtoto wa kufikia. Huwa hiyo mama. Sawa kama nalalamika mpaka kama mtoto wa kufikia, nachotaka kukuambia mimi, manyanyaso kwa mjukuu wangu sitaki. Manyanyaso kwa mjukuu wangu sitaki. Niangalie juu mpaka chini, ndo nimekujia kwako na kuja kukwambia. Na hapa kwa vile uko nyumbani kwako, kwa vile upo kwako, siongei mengi sana. Ninachokwambia bwana kelele bwana wewe. Nishakusikiliza sana, nimeshachoka ndugu yangu. Sio, umenielewa? Maana umefika hapa kumbe una adabu kama wewe mjukuu wako. Na ndio maana hata mjukuu wako hawezi kuitunza ndoa yake kwa ajili wewe bibi yake, mafundo huna. Adabu ndogo imetoka kwanza kwa bibi. Tulia. Hawezi kunipokea mimi kama mimi nimenyamaza. Sema hivi, nimeshaongea manyanyaso kwa mjukuu wangu sitaki. Sikiliza nikwambie, wewe umeongea mwanzo mwisho, nimekusikiliza. Kinachokufanya mimi usinisikilize na mimi nikaongea kitu gani? Ongea. Sasa ndugu yangu, kama mjukuu wako amekushinda wewe, hapa ndio umeona secondary school ya kuja kumfunza mafunzo. Wewe mimi mwenyewe nimekuja kumfunza. Sikiliza, wewe niambie lolote, wewe na huyo mwanao. Umenisikia? Kama mwanangu mimi anawakera nyinyi wakuja kuniambia mimi, sio kuninyanyasia mjukuu. Oya ndugu yangu, mimi siwezi nikakutafuta, nitafutane wenyewe. Adabu inatoka nyumbani. Kama wewe ulishindwa kumfunza mjukuu wako, kwanza kumbe mjukuu wako ana bibi, subiri. Kumbe mtoto ana bibi. Sasa mbona umemfundisha umalaya? Yaani baada ya kukaa kuondoa nyumbani anapita kuhao wanao ndio aliyetoka hapa kijuu Mosi pili mpaka kwangu kuja kumchukua kumtongoza mjukuu wangu mimi. Sasa ninasema hivi, chochote nitakachokifanya hapa, lolote nitakalotenda hapa, nitaonekana mimi mbaya kwa vile na mimi mkorofi kwa vile nimekuja kwako. Sina cha kuongea. Mimi na wewe tutakutana kule, chochote tutafanyiana kule, afu utanijua. Wewe kelele bwana, unitishi kwa chochote. Kama tutakutana juu, tutakutana chini, tutakutana katikati ya anga. Kama wewe unaujua huu, mimi naujua huu hapa. Siogopi chochote na hunitishi kwa hili wala kwa lile. Wewe mjinga mpumbavu nini? Kumbe mtu ana bibi, hasa ameshindwa kujikujua maadili. Umalaya ulimfundisha wewe. Kama wewe ndio ulimlea, ndio ulimfundisha umalaya mtoto wa watu. Mimi siongei mengi kwa vile kwako, narudia tena tutakutana nje. Nenda zako huko. Unitishi kwa lolote iwe juu, kati au chini. Unitishi. Malaya mkubwa kahaba wewe. Umemlea mtoto watu vibaya. Ndio maana hivyo. Muone kwanza. Mtu mzima ovyo. Yaani wewe ungekuwa mwanao ungemlea kama hivi. Mtoto hana maadili. Mtoto hajafuata tena shehe wala mshenga. Mtoto hajaletewa barua, hajatongozwa kaja mwenyewe. Mwanao umemfundisha mwenyewe malaya.
na angekuwa na mama yake asingekuwa hivi. Lo, mtu mzima ovyo, Fankuluwe. Kwenda zako, kunafikia mimi na kuogopa. Lo, watu mwana wenyewe kaona shilingi 400. Na mnatudai shilingi ngapi? 19,600. Hizo mmechambia wembe. Hampati shilingi 10.